Mambo vipi? I just want to take this moment to tusimame kidogo tunahaguruka tukumbuke ndugu zetu kwa Genesis tubuka. Nataka tu this is a moment of silence, like 30 minutes, 30 seconds. That's enough. Thank you so much. Rakoze China. Okay, and we say never again. And we say never Again. Never again. Okay, thank you so much. To be honest, I'm very excited to be here, to join my brother here, Kelvin Kade. This is a young man, but he's a big star. The future is bright. Kwako brother, I can see the movement. And I'm very happy again. Imekuwa ni wakati mzuri since nimekuwa niki support movement kuwa na nyinyi katika kipindi kigumu cha kuomboleza. And I want to know kwamba nime experience kwa sababu since I was born nimeanza kuwa mature kidogo. I used to see on the news for the first time in experience one. So it may affect kama ilivyo affect you. This is why I always support you guys and I will keep supporting you guys. And I decided for this opportunity to come here and join my brother on his last night show, kwa sababu tunakwenda kufungua mwaka 2026. And the surprise that I'm here with is to introduce my first female artist from my label, King's wow. Music. Nice. I'm introduce Sani wa kike for the first time on my record label, King's Music Africa. Lakini special kabisa natokea Rwanda. That's the gift. That's a surprise ambayo nimewaletea. Lakini kutakuwa na surprise nyingine baadaye katika show ya siku ya bwana mkubwa hapa, big star. I know there's a lot of stars here. Some of them I know by the names. Lakini some of them I've seen them, their videos. They're doing very good job at promoting music West Africa. Pia niko na point of convince a little bit about our music, East African music. You see, we love, sisi tunapenda artists, wanamuziki. You're so powerful, guys. You're very powerful. So, tunaongelea watu, tunawafurahisha watu, tunawakumbusha watu through our music. You understand? We deliver the message to society through our music, and we express our feelings, their feelings through music. So, I have a little point here. You see, I used to listen to Jose Chameleone when I was young. I started music nikiwa mdogo sana, very young. This is why most of you mmekuwa mkinisikiliza. And nasema huyo zeki kwa nini? Lakini I started very young wakati nafanya muziki, so it has been very good moment. Lakini nime experience vitu vingi ambavyo brothers and sisters ambao wametutangulia
wamekuwa wakivifanya kwa kupatia, wengine wamefanya kwa makosa. So mimi nime experience through it, and if you're gonna ask me about the secret is discipline. Discipline, and the key point kabisa hapa ni I'm using Swahili. I'm using Swahili because we're Swahili. Sisi East African tunazungumza Kiswahili. Now if you're going to sing in Swahili, it's easy to penetrate East African market. Just like Jose Chameleone. Jose Chameleone ameweza kupenetrate East African market kwa sababu hiyo, na hakutokuwa na barriers yoyote. Even if you're going to use Rwandese Swahili, Ugandan Swahili, Congolese Swahili, Kenyan Swahili, lakini tuna understand music, it does not have language barriers, lakini it helps to penetrate easily na kufikisha, to deliver your message. So if kama kuna mtu ataweza, kama mtu atajitahidi at least aimbe Swahili hata kidogo na mix, just like we mix in English, it helps a lot. Now we are looking for numbers. We are looking for numbers. We need to speak one language. We need to speak one music. Iweze kwenda mbali, so that we can compete with others, because the population is what we need. We need numbers to grow East Africans. If Kade amefanya nyimbo na Alikiba, ameimba Kiswahili, watu wa Tanzania watapenda kusikiza tu. Hata kama Shafi amefanya muziki, ameimba Swahili kidogo, watu wa Tanzania atawapata wengine wa kusikiza muziki. Even Kenya, they speak Swahili. Atawapata watu kutoka Kenya, they can listen to your music. So your fan base in a grow. You understand? So this is what I'm encouraging you guys to use Swahili as our mainstream. Tufanye hivyo, itatusaidia kuongeza numbers. You can compete na watu wa West, Arabic huko. So hata investors watakuja kuinvest katika Swahili community. Rwanda, Uganda, South Sudan, Congo, Tanzania, kote tutakaribisha investors from outside, even platforms. Understand? So tutakuwa na numbers na music kutoka Kiswahili ambayo inaweza kucompete na music ya watu wengine. We need all the numbers that we need. If we come together, tukafanya music na kudeliver muziki wetu kwa kutumia Kiswahili, it's going to be massive, to be honest. All in all, I would love to thank you guys so much, and I would love to introduce my artist ambaye anataka kusema kidogo kwa sababu safari yake ndio inataka kuanza. And I want you guys to give our support ambayo mtaweza kumpa kwa sababu she's a very good artist. I've seen her for a long time. Nimeweza kumscout nikiwa Canada. Someone alinisikilizisha muziki wake, nikaona huyu mwanamuziki anatokea Rwanda, Kigali, lakini amezaliwa Gisenyi. So ningependa you guys to kumpokea kama mtoto wenu, kumsupport kama kijana wenu, na she's among of female artists in Rwanda ambao wataweza kuwakilisha this country. Lakini I want her to be recognized as she's an East African artist from Rwanda. Please, welcome. Please, murekere twakire umuhanzi Mutima, yego yaza kwicara hano imbere. Bavandimwe n'inshuti, amazina yanjye nitwa Mutima, nkaba naravukiye Rubavu, abandi umwe mu bakobwa b'abanyamahirwe batoranyijwe n'umuhanzi ukomeye kuva muri East Africa. Uyu munsi akaba ari umunsi udasanzwe kuri njyewe.
sinzi uko nabivuga uko bamwe muri mwe baranzi bazi uburyo na struggle bazi uburyo rimwe na rimwe nashaka manager ariko kubw'amahirwe Imana yabigize birebire kugira binini noranywa n'umuhanzi ukomeye East Africa nzima izi birarenze uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri njyewe sinzi uko nabibabwira gusa icyo nkeneye ni sapoti yanyu n'umuhanzi wanyu uko mfite icyo nshaka nzakora uko nshoboye abahe byiza kurusha nakoze na siku zote nimekuwa nikipenda mafanikio ya watu wengine na like I said before kusupport movement za Rwanda, not only Rwanda, East Africa, kwa sababu expansion ambayo imefanya Kings Music Africa ni kusign wasanii within East Africa just to get numbers. Nimeona Mutima ni msanii ambaye ataifaa kwa sababu safari yake is very bright kwa sababu ya talent yake na nimefurahi pia vile vile kupata msanii wa kike kwa mara ya kwanza katika lebo yangu Kings Music Africa ambayo expansion yake ndio movement yenyewe imefanyika Rwanda. Kenya pia tumesaini msanii, tutakwenda kusaini msanii vile vile South Sudan, and then alikadhalika tunakwenda kusaini msanii mwingine Uganda. Kila territory ya East Africa itapata msanii kupitia Kings Music Africa. Hiyo ni expansion ambayo nimefanya katika hii movement ya this year, lakini next year kazi ndio zitaanza kufanyika. Kwa hivyo talent ambayo nimeona kwa Mutima is a unique talent. She has a beautiful voice, great looking, na bado kijana mdogo, na nimetaka hiyo tofauti kwa sababu I don't want to stay on my comfort zone. I want to see outside the box kuna opportunity gani naweza kuwapatia watu wengine au hata mimi naweza kupata opportunity kupitia hao wasanii. Lakini all in all, it's support music from East Africa. Iweze kugrow. That was the main point. She's so talented and I believe in her. Safari yake iko white kabisa, not even black. Kwa sababu she's so talented. If you guys are going to give her a chance, I think she will deliver a very good music that's what you want to hear. Thank you so much. imyaka ine namaze muri Tanzania ntabwo bigize ipfubusa giti cyane bigerayo of course ibintu byarahindutse nkabona ntazi byari byo nkabona ntabwo kazi uko nagatekerezaga uko kari kugenda ncika intege nkavuga ni gusubira iwacu nkomeze struggling uko nsanzwe mbikora, ariko nagize amahirwe yo gusenga kugira ngo mbone imbaraga zinkomeze kugira nihanganire ibyo ndi kunyuramo. Imyaka ine namaze muri Tanzania nize Igiswahili
Ungu mvuga igiswahili nk'abatanzania of course. Niga umuco wabo, ibyo bakunda, ibyo banga, mbese muri make ndabazi neza abatanzania. Nzi ibyo nshobora gukora n'ibyo ntashobora gukora. Murakoze cyane. Thank you. That was a very good question. To be honest, you see generations is now change, and music now in the change. We are not seeing like our Babu said, we have changed the music. Generations, music inabadilika kwa sababu ya generations. Nowadays, there's content creators. You are equal before. You understand that? So you need to be very creative. Kuweza to penetrate the East African market, and the largest market in East Africa. Can you guys tell me which one is the largest in East Africa? Which one? Tanzania. Tanzania is the largest market in East Africa. So, hata sisi tunapata shida to penetrate outside Tanzania. So, if you're creative, now you want your fan base to grow, you need to be more creative. Lazima ufanye vitu extra. Kwa sababu ukiangalia Kenya, they are doing very good music. Uganda, they are doing very good music. Rwanda as well, they are doing very good music. Burundi, you see, everywhere is happening. Everyone is happening. But what's your ambition? Ambition yako ni nini? What's your focus? So whoever anaweza akafocus na East Africa, anaweza akaachieve East Africa market. Sawa. Na yule anataka achieve Africa, anaweza kuachieve Africa, the whole Africa. Lakini pia ukitaka kuachieve the whole world, pia unaweza kuachieve. It's just your strategy. Unapojipanga strategically, unataka kufanya kitu gani? Naweza kujiongelea mimi. Siwezi mzungumzia mtu mwingine kwa sababu kila mtu ana strategy zake. First of all, discipline, like I said. Lakini vile vile music na Swahili and create vitu ambavyo vinaweza vikarelate katika maisha ya binadamu. Which is you pia ni binadamu from Rwanda, kuna binadamu from Uganda, kuna binadamu from South Sudan. So the story can pull fan base. Story can sell. Kila mtu anapenda kusikia story. Na mimi music yangu nimedeliver sana kwa kupitia story. Though I do some tofauti music tofauti, lakini the main point is to be creative. Ukiwa creative, unaweza ukapenetrate hata dunia nzima ikakufahamu. Kwa sababu kuna music ambayo haina maana. There's no barriers katika muziki. Muziki unaweza kufanya chochote. You can sing about shoes. You can sing about spoon. You can sing about food. And it has a penetrate. It's just the way you create the music. You see? So if I'm here and you guys nafurahisha na muziki wangu, I'm very grateful, nafurahi. Lakini ni kwa sababu ya activity ambayo nilifanya ya muziki wangu inaweza kupenetrate mpaka Rwanda, South African markets, yote wanaelewa kitu gani nafanya. So I think it's creative. Thank you so much.